tunaingia sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ya somo letu lenye kichwa kinachosema sababu zinazomfanya mtu kuikana imani. Sehemu ya tatu ya somo letu linalosema sababu zinazomfanya mtu kuikana imani. Tulianza na kile kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 4 mstari wa 7. Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Lakini anamalizia anasema imani nimeilinda. Kwa hiyo moja ya vitu vinavyoweza kufanya mtu kuikana imani ni kuto kuilinda imani. Tumesema imani ni kitu kinachohitajika kulindwa kwa sababu imani imezungukwa na maadui wengi. Kwa hiyo unahitaji kuilinda ama kuishika. Lakini tulipoingia sehemu ya pili au sababu ya pili inaweza kufanya mtu kuikana imani, inaitwa ukengeufu. Nakumbusha tu kidogo, tumeshapita pale. Ukengeufu unampata mtu aliyeokoka, haipati mtu ambaye hajaokoka. Maana yake mtu ambaye ameokoka huwa ndiye anakengeuka. Kukengeuka ni kuishi maisha tofauti na ile ambayo ulikuwa unapaswa kuishi kiwokovu. Tuliangalia pia kitabu kile cha Mfalme wa Kwanza mlango wa 11 mstari wa 10 wa 3 na 4 kwa faida wale ambao hawakuwepo. Maandiko yanasema baada ya Sulemani kuoa wanawake wengi, sasa sio wingi wa wanawake ndio uligeuza moyo, lakini kilichomgeuza Sulemani moyo ni ile hali ya kuabudu miungu ambayo wake zake walikuwa nayo. Kwa hiyo akaikana imani kwa sababu ya wake zake. Kwa hiyo kwenye swala la kuikana imani, kuna uwezekano kalikuta umeikana imani kwa sababu ya mtu yoyote ambaye ni rafiki wako wa karibu akakuponza kwa namna nyingine. Namba 3 au sababu ya 3 ambayo inaweza kumfanya mtu kuikana imani ni kukawia kwa jambo ama kuchelewa kwa kila anachokiomba. Tuliona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 1. Maandiko yanasema watu walipoona ya kuwa Musa alikawia kushuka, wakamwendea Haruni, wakamwambia Haruni, tutengenezee damu itakayokwenda mbele yetu, kwa sababu huyu Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui kulichopata. Kwa hiyo kukawia kwa jambo, unaomba kitu kwa muda mrefu, kuna watu wanafika mahali wanakata tamaa, wanapoteza matumaini, wanaacha wokovu. Kwa nini mtu anasema nimekaa muda mrefu kwenye wokovu wala sina nilichokipata? Nilikwambia Jumapili iliyopita, hatupo kwenye wokovu kwa sababu ya kutafuta vitu. Tupo kwenye wokovu kwa sababu ni mapenzi, ni makusudi, ni mpango wa Mungu sisi kumwabudu Mungu. Hatuko kwenye wokovu kwa sababu ya kujiza. Hatuko kwenye wokovu kwa sababu ya kupata majumba. Nyumba utapata kwa kadri unavyofanya kazi ya mikono yako. Mungu anakubariki. Kwa hiyo usimwabudu Mungu kwa sababu unataka kujiza. Fikiri miaka 40 ambayo wana wa Israeli walipita jangwani. Tunapozungumza jangwani, tunazungumza mahali ambapo hapana uwepesi wowote. Je, utamwacha Mungu kwa sababu ulitegemea uingie kanisani, uolewe, ikapita mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka miaka 7, hakuna mtu anayekwambia bali yako? Utamwacha Mungu kwa sababu hicho? Huwezi.
Nilikuwa na mtu mmoja wa Mungu alikuwa ananishuhudia juzi. Ni mtumishi. Anaombea watu. Akaja kipindi chake kaoa. Tena alioa kwa harusi nzuri sana. Kaka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tano hakuna mtoto ya mtoto. Mwaka wa saba hakuna mtoto ya mtoto. Mwaka wa nane hakuna mtoto ya mtoto yoyote ya mtoto. Baada ya miaka 10 Mungu amekuja kumpa mtoto. Na ni mtumishi wa Mungu. Na anamtumikia Mungu. Lakini kutokupata mtoto kwa wakati haikubadilisha moyo wake kumwabudu Mungu. Tena yule mtu alikuwa anamuona ana spidi sana. Liko kwenye eneo la uimbaji, liko kwenye eneo la walimu. Nilikuwa naona kiandaa mkutano, nilikuwa naona kienda masaidi kuhubiri maeneo magumu, na hajawahi kukata tamaa kumwacha Mungu eti kwa sababu mke wake hana mtoto. Watu walicheka, walimwambia kila kitu, anaomba kila namna, akafika mahali akamwambia Mungu, si lazima niwe na mtoto. Fanya kwa wakati ndio kwa majira na kwa saa ambaye hajui, anashangaa Mungu amebariki mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipoona Musa amekawia, wakajikuta wanamkana Mungu, wanaingia kwenye ibada nyingine. Kwa hiyo tunasema sababu ya 4 inayofanya mtu kuikana imani ni kuchelewa kwa jambo analoliombea kwa muda mrefu. Inazalisha manunguniko, inazalisha mtu kuanza kusema Mungu hakuna. Kuna mahali Gideon Mungu alipomwambia nenda kapigane vitani, alimuuliza kuhusu Musa. Akamwambia Mungu, kama wewe ni Mungu, matendo yako yako wapi? Unajua wakati Gideon anazungumza hivyo, maana yake kuna mahali pagumu alikuwa anapitia. Na Paulo akaandika nyaraka moja nzuri sana kwenye Wakorintho. Akasema, nini kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Akaorodhesha mambo kadhaa: dhiki, adha, njaa, uchi, vita, hatari. Ni vitu ambavyo vinamkabili mwanadamu kwa kila siku. Na mimi nauliza mchana wa leo, ni nini kitakachokutenga na upendo wa Mungu? Kuugua? Maana hata usipougua kufa utakufa tu. Na hata ukifufuka utakufa tu. Kamuuliza Lazaro, alikufa, akafufuliwa na Yesu, lakini bado alikufa. Sio kama ninachosema kwamba kumwacha Mungu kwa sababu ya kukata tamaa haileti majibu. Ni kama kugombana na mtu unayemdai, hakupi deni. Yaani ugomvi wako haikupi deni. Lazima uwe na hekima itamrudi. Utagombana. Na kuna watu wamepata hiyo hodari ya kugombana. Unagombana naye anakuacha tu. Kwa lazima upate hekima ya kwamba huyu mtu namdai, nitafanyaje alipe deni langu pasipo kuathiri moyo wangu na pasipo kugombana. Kwa lazima utumie akili ya juu sana. Haina utume mtu kwenye hofu, ama basi kama mmeandikiana na ushahidi mpeleke mbele ya sheria. Na pia lazima uangalie unapopeleka mbele ya sheria, ana uwezo wa kulipa, nisije kapoteza kaomba. Ndio sababu kwenye masomo ya kukopesha tunasema angalia unayekopesha. Kama ni kuingia somo la kukopesha, angalia unayekopesha ana nini cha kushikilia wakati wa mkopo. Ndio sababu hakuna taasisi yoyote ya mkopo inayokopesha mtu leo hii. Hata kwa sababu amevaa suti, kuna kitu kinachoitwa amana. Una nini? Alafu unataka milioni 10, lazima kile kitu unachokiweka thamani kiwe na zaidi ya milioni 10. Yaani hawezi kukupa milioni 10 wakati thamani ya kitu chako ni milioni 5. Uwe na zaidi. Maana yake unajua ukiomba step kulipa, tutakuja kuchukua kile kitu. Sio kama ninachozungumza hivi. Kwa hiyo ninachotaka ni kuonesha kwa eneo kwa sababu hiyo ya nne tuliyoona kulikana imani ni mtu kuona kile anachokiomba kwa muda mrefu. Kuna watu wengi sana hata wameacha kuomba. Kwa nini? Nimeomba sioni majibu. Nimeomba Mungu hajajibu. Na naomba niseme, si kila jambo unaloliomba Mungu atajibu kwa wakati. Au Mungu atajibu kama unavyotaka. Mungu ana kanuni za kujibu maombi yetu.
Na si kila jambo zuri kwenye maisha linaweza likatokea kwa uzuri. Kuna vile linaweza likatokea kwa mbaya tu. Ndio anasema Mungu amefanya siku kuwa njema kwa wabaya na wema. Jambo la tano ambalo sasa tunaendelea nalo wala walikuwa pamoja na sisi. Sababu ya tano inayofanya mtu kuikana imani ni kukutana na mafundisho yasiyo sahihi au mafundisho ya mashetani. Mafundisho yasiyo sahihi. Kitabu cha Timotheo ndio tulisoma, alafu tutaenda Yuda wala watakuwa pamoja. Sababu ya tano inaweza kumfanya mtu kuikana imani ni kukutana na mafundisho yasiyo sahihi. Maana mafundisho yote na mahubiri yote ambayo watu wanahubiri, si kila mafundisho yanaweza kukufaa kiroho. Kuna zingine zipo kwa sababu ya hila. Paulo anaandika, anasema kuna watu wanahubiri kwa sababu ya kuongeza ziki ya kuongeza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4, mlango ule wa 4, ningetaka uone mstari ule wa kwanza. Anasema, basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho watakutenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwamba nyakati ambazo tunaishi ni nyakati ambayo kama una Roho Mtakatifu ni vigumu kuelewa neno la kweli. Kwa sababu gani? Paulo anaandika vizuri, anasema Roho anafunua ya kwamba nyakati za mwisho kuna watu watajitenga na nini? Na imani. Watajitenga kabisa na imani. Hawahitaji imani. Wengine watachoka na imani. Wengine watafika mahali wataona imani haina faida. Nini kitakachowatenga na imani? Anasema wakisikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo au mafundisho ya mashetani. Jumapili iliyopita nisema hivi, ni muhimu kujifunza habari ya kwenda mbinguni kuliko habari ya kuzimu. Kuzimu haituhusu sisi. Ni kama sasa hivi tunaanza kujifunza habari ya vita ya bunduki wakati si kazi yako. Kwa hiyo kuliko kusikiliza mafundisho ya mashetani ya mambo ya kuzimu, mambo ya majini ya kutisha ya Freemason, haina sehemu kwenye maisha ya watu waliokoka. Chenye sehemu katika maisha yetu ni mafundisho yatakayokusimamisha ili muone Kristo siku moja. Sio kama naelewa. Hata haya mafundisho mengi sana yanatamkwa yanayopita, utabarikiwa, utainuliwa. Wacha nikueleze ukweli. Baraka zipo. Maandiko yanasema kwenye Mwanzo, naye ameweka kila kitu mikononi mwetu. Baraka za mwanadamu ziko kwenye mikono yake. Ndio sababu kila mahali unaposoma maandiko anasema nitabariki kazi ya mikono yenu. Kazi ya maombi ni kupingana na zile roho zinazozuia baraka zako. Lakini wewe lipa pokea kutoka asubuhi mpaka Januari, alafu unataka utapokea. Utaishia kwenye mikopo. Utaishia kwamba Yesu arudi mapema. Utaishia kutuhubiri na hizi siku nikaribia Yesu anarudi, ndani unadanganya karibia anarudi. Hata kama maombi yamekuwa kiasi gani, sana kurudi kwa Yesu sio letu. Sisi tunatakiwa kukaa ni kutengeneza uhusiano na Kristo na tufanye kazi. Ni kutengeneza uhusiano na Kristo na ufanye unachotaka kufanya. Kama unajenga jenga, kama kuna miradi ulionayo, Mungu akupe neema ya kuishi na kuyapanga. Parapanda ikilia na una uhusiano na Mungu, kuna shida gani? Si unaiacha? Unafikiri nani ataishi kiacha? Unajua baada ya kunyakua kuna mtu ataishi salama? Hakuna. Kwa hiyo mafundisho ya uongo yanaweza kusababisha mtu akaikana imani ya kweli. Kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 4. Yuda sura ile ya kwanza
mstari ule wa 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Rudia. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu, hali wamefarakana au wamekabili neema ya Mungu. Lakini ukiingia chini yake anaposema kuna watu ambao wameingia kwa siri, maana kuna watu ambao wako kwenye wokovu, wamevaa ngozi ya wokovu lakini hawajaokoka. Wao ambaye maandiko yanasema hao tutawatambua kwa matunda yao. Tunakwenda pamoja. Kusema nimeokoka si tatizo, lakini kinachodhihirisha wokovu kwenye maisha ya mtu ni mabadiliko ya maisha yake. Kumbuka tumewahi kupita somo kubadilishwa tabia ya asili. Haiwezekani uokoka lakini bado una tabia asili yako. Inakutesa. Hasira ni kama mtu ambaye hajaokoka. Kusekenya ni kama mtu ambaye hajaokoka. Usikii lolote ukatulia. Mungu atusaidie. Kitabu cha Petro wa pili. Waraka wa pili wa Petro. Kumbuka tuko kwenye kipengele cha 5. Waraka wa pili wa Petro mlango wa 3 na mstari ule wa 3. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na kudhiaki na nadhiaka zao watu wenye kudhiaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Iko wapi ahadi ya kuja kwake? Nini mzee Petro anajaribu kusema? Kwamba nyakati tunazoelekea au tunazoishi, kuna watu watakuja, watafundisha mafundisho ya kutubadili sisi, tuache kutarajia kuja kwa Kristo, tuanze kusema Kristo amechelewa. Niliwahi kusema hivi, hata kama mbingu haipo, maada nimeshaamini ya kwamba mbingu ipo, wacha niamini niende nikute haipo. Tunakwenda pamoja hata kama haipo. Sasa nasema kwa sababu kuna watu watakuja, kwanza watakuwa wenye dhiaka. Nilikutumia kuna lugha moja watu wanatumia. Mtu anakuuliza vizuri, uko wapi? Unamwambia kwa nia nzuri ninakuja. Hata anakuuliza kwa nia ya kejeli, umekuwa Yesu. Hivi kweli hilo neno la kufananisha na Yesu? Umekuwa Yesu, nasema utakuja, amesema atakuja kwa. Sikiliza. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 1 anasema, mnamwamini Mungu ndiye na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningemwambia. Anasema ninakwenda kuandalia makao. Nikimaliza kuandalia nitakuja kuwachukua ili nilipo nanyi mwepo. Kuna watu wanafikiri wao ndio watakuwa na Yesu karibu. Kila mtu atakuwa karibu na Yesu kulingana na uhusiano wake aliyetengeneza na nani? Na Yesu. Usifikiri wahubiri watakuwa sawa na Yesu, aliyetengeneza uhusiano wake na Yesu. Anasema ili nilipo nanyi mwepo. Sasa bado Yesu anaandaa makao matakatifu. Sasa kuna watu watakutokeza na mafundisho yanayosema Yesu bado haji, na kugeuza imani ya watu hao. Lakini pamoja watahubiri mafundisho ya namna hiyo, haimaanishi Kristo hayupo. Kitabu cha Galatia sura ya 1. Kumbuka tu kwenye kipengele cha 5 kinachosema mafundisho
isiyo ya asili au ya mashetani ni moja ambayo inamfanya mtu kuikana imani. Kitabu cha Galatia sura ile ya kwanza na mstari wa 6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine. Paulo anazungumza na kanisa la Galatia. Kuna mahali wamefika kwa sababu ya mafundisho ya uongo, wakaiacha mafundisho ya kweli. Sasa anasema ninastaajabu kwa maana mnamwacha upesi yeye aliyewaita. Watu walimwacha Kristo wakageukia injili za watu. Na sawa anasema wala si nyingine, lakini wapo watu, sio shetani, wapo watu wanaojaribu kuibadilisha. Anasema wapo watu wanaotaapisha, wanaotaka kuigeuza injili ya Kristo. Sasa anasema lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni tutahubiri nini injili yoyote isipokuwa ni hiyo tuliyohubiri na laaniwe. Sasa fikiri unaacha injili ya kweli, unaenda kukaa chini ya mtu anayehubiri injili ya Yesu ya kweli, maana yake laana inakuwa juu yako. Unajua kuna injili za hila. Niliwahi kuambia kitu kimoja, nikiwa na shida ya fedha nitawaambia na shida nini ya fedha. Nikiwa na shida ya suti ya $200,000 nitasimama madhabahuni, nitawaambia wanangu, nataka nibariki na suti ya $200,000 kuliko kuitumia injili kulaghai. Alafu mnatoa mkijua unafanya nini? Tunatoa injili sahihi. So kuna watu wamekaa imani kwa sababu ya injili za uongo. Haleluya. Angalia kile kitabu cha Wathesalonike, Wakolosai wa pili, Wakolosai wa pili mstari wa 8. Nataka tutoke kwenye hicho kipengele tuende kipengele kingine. Wakolosai mlango wa pili na mstari ule wa 8. Lakini kabla wa 8 tutasoma ule mstari wa 7. Wenye shida na wenye kujengwa au kujijenga katika yeye, mfanye imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Nachotaka uone hili neno, wenye shida na kuwafanya katika yeye mfanye imara, kwamba shida ni Kristo. Na ili uweze kusimama sawasawa kwenye imani, lazima uwe na shida la mafundisho ya kweli. Kumbuka tuliona kwenye kile kitabu ambacho tutapitia kidogo. Hebu naomba tuangalie jambo la 6. Sababu ya 6 ambayo inaweza kumfanya mtu kuikana imani. Nikatamani leo kuelezea kipengele hiki. Sababu ya 6 ambayo inaweza kumfanya mtu kuikana imani ni mafanikio, au kwa lugha nyingine fedha. Lakini tuweke kwenye neno mafanikio, kwa sababu mafanikio ni zaidi ya fedha. Ni zaidi ya fedha. Fedha iko chini ya mafanikio. Mafanikio ni mazuri, lakini ni kati ya sababu ambayo inawafanya watu wengi wakamkana imani. Mafanikio ni mazuri na ni makusudi ya Mungu. Katika waraka wa Yohana waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kufanikiwa kwa mtu aliyemjua Mungu ni makusudi ya Mungu. Lakini mafanikio usipoyaangalia kwa jicho lingine inaweza kukutenga.
Sina Mungu tu. Kuna watu ambao mafanikio hata wanatenga na familia zao. Wakati naandika kile kitabu cha ndoa, nilikuwa nafanya research kabla ya kitabu. Nikakuta asilimia kubwa ya watu walioana kabla ya kuwa na chochote wanakuwa na upendo wa ajabu sana. Wanakuwa kale kamkate kadogo wanakuwa nayo. Wanashirikiana vizuri, wanapendana, wanatiana moyo. Kwenye uchunguzi wangu nikakuta kadri wanavyoanza kubarikiwa, mafarakano yanatokea automatically kwa wanaume. Tutazungumza Jumapili ya wanaume. Na lazima niseme hilo kama wanaume. Mwanaume mafanikio yakianza kuingia, asipokuwa makini, yale mafanikio yatamtengenezea marafiki mabaya wa kufarakanisha familia yake. Mafanikio yakianza kuingia, kama alikuwa anakuja saa 1 nyumbani, atakuja saa 6 usiku. Natafuta unakatwa hapa kula. Na masimango juu yake. Na hapo ndipo wengine wanaanza kupotea, hata kuja nyumbani anaweza asije. Na hapo ndipo mke wa pili anaweza akazaliwa tena. Kwa nini? Mke wa pili anazaliwa usipopatikana cha kutumia. Kwa hivyo wa kwanza ambao ameng'ang'ana naye alikuwa anamwamsha kumwekea maji ya kuoga, anamfulia maji stadi zingine azifulie na shughuli zingine, maana tabu na ulizo unaofua anasema ni tabu kufua jinsi kuliko nyingi. Mlisema kwa. Lakini makazi. Huyo ambaye alikuwa anang'ang'ana na wewe, leo imefika mahali pa kufanikiwa hata mwingine. Si chochote tena. Wala umetengwa kuvua tena. Si unaenda kupeleka trailer, unaenda sasa kiburi kidogo. Si unaokufulia. Lakini kusema hakuna kahaba yoyote anayemfulia mwanaume nguo ni kwa sababu anampenda, ni kwa sababu kuna kitu anakitaka. Utamwambia chumbani na bafu nipelekee maji, nionyeshe nisikue nguvu. Ukifika kwa mama ukimwambia sana, wewe nenda kaoge bwana. Mimi napenda maneno ya wanawake msanii. Niko kwa. Unajua kuna utoto wa ndoa. Alafu kuna ukomavu wa nini? Wa ndoa. Mimi sasa hivi kile hata usiponiambia pole. Wala hata tone ya hasira. Ati kwa sababu niambia pole. Hata tone ya hasira nimesogea. Nimekuwa. Maana sasa inaweza kuwa lazimisha pole ambapo haitoi. Lakini huku ndani ni kama imesukumwa. Lakini kuna ile pole ya kweli ndio sikia mtu pole mtu. Wale wengi wanatoa pole. Ni wewe tu. Maana baba ndo anadai pole sana. Ni nini tu? Waulize wanaume ni watu wangapi wanasafiri alafu wanaishia kula tu na wanawake. Kila kitu kuna lakini ile neema inapika hawana. Naomba nisizungumze habari ya wanaume leo. Kwa hiyo wenye shida na wenye kujengwa katika imani. Sababu ya sita ambayo inafanya nilisema fedha au mafanikio. Na mafanikio ni mazuri. Lakini usipokuwa sawa inaweza kukujenga na Mungu moja kwa moja. Timotheo wa kwanza mlango ule wa 6 mstari ule wa 10. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 anasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna. Sasa usigeuze Biblia yako isiandike hivi. Anasema maana shina moja la mabaya, la mafarakano, la mauaji, la chuki ni fedha. Sikiza. Maana shina moja la mabaya la kila namna ni kupenda fedha.
Kuna tofauti ya kushika fedha, kuna tofauti ya kuwa na fedha, kuna tofauti ya kupenda. Kupenda ni kupeana moyo kwa kile kitu. Tunaona vizuri? Usije ukachukia fedha. Kupenda ni kupeana moyo, ni kupeana nafasi. Yaani naipa fedha nafasi kuliko utu. Hata ukiamua kuna mtu mgonjwa, huwezi bila kumwangalia. Fedha ndio unatafuta. Ndio kusema fedha haiwezi kupika. Fedha haiwezi kuogesha. Hata kama ukifunga shawa pale, lazima mikono ifanye kazi. Lazima mikono ijisikie. Yes, hata kama wazungu wanatengenezea mpaka shawa ambayo inakuogesha, lakini ya kukuvisha, lakini kuna mahali utahitaji watu tu. Kwa lazima uwe na uhusiano na watu. Sasa fedha ni moja ya kitu ambacho ni kizuri, lakini inaweza kukutenganisha na watu. Na kama fedha inaweza kukutenganisha na watu, sembuse kukutenganisha na watu. Maana shina moja la mabaya yote ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakiyatamani hayo wamefarakana na imani kwa kuchoka, kwa maumivu mengi, ambaye wengine kwa sababu ya kupenda fedha kuliko utu, kuliko Mungu, wamefarakana na imani. Hii inatuonyesha kwamba fedha ina uwezo, ina nguvu ya kufarakanisha mtu nini? Kimani. Fedha inaweza kufanya mtu akaacha nguvu. Toto kabisa kaacha nguvu. Kuna mtu mmoja anasema hachagui kazi ya kufanya. Si kila kazi unapaswa kufanya ndugu yangu. Hata kama uko maskini wa kutosha. Sasa kama una uhusiano na Mungu, kuna kazi ambazo serikali ni haramu kuifanya kiserikali. Wacha sasa. Si kila kazi yako. Pengine unaelewa. Anasema wengine wamefarakana na imani. Ili kuonesha fedha ina uwezo wa kufarakanisha mtu na imani. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Na mstari ule wa 10 pia. Tuko sehemu ya 6 kama tunaenda pamoja. Mstari wa 10 maandiko yanasema, tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowapa baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ya kwamba atawapa miji mikubwa mizuri usiyojenga wewe. Nataka uone mstari huu. Na nyumba imejaa vitu vyema, vitu vilivyojazwa wewe, na vizimba vikawa na vitu vingi. Ukiteremka mpaka mistari ile ya chini, kuna kitu utakikuta. Lakini nasema ikiwa Bwana atakapokusha kukuleta wewe, baada ya Mungu kuinua mahali fulani kwenda mahali fulani, anakualert, anakupa onyo ya kwamba usisahau ulikuwa mtu, Mungu akakutoa kwa mtu. Niliwahi kusema hivi, kuna wakati mwingine unapita sokoni, unakutana na mhubiri, au kwenye malikoni unakuta mhubiri amevaa nguo imepauka kabisa, au kiatu kimeenda upande kabisa. Huwa mimi sicheki, inasikia huruma. Nasema Mungu ndiko toa. Mungu ndiko Mungu ndiko nitoa. Kuna wakati nilivaa si kwa sababu nataka kuvaa, nilivaa hiyo kwa sababu ndio ninayo. Hata kama nimebadilisha rangi ndio nilikuwa nayo. Lakini kuna mahali nimefika mahali Mungu akabadilisha historia. Sivai ninacho ambacho kipo sasa, ila navaa kile ninachotaka. Nachotaka nikuonyesha nini? Kuna mahali Mungu amekutoa. Kuna namna ulivyokuwa hauko kama utakuwa hivi. Yaani kuna wakati kwako hata kiatu, hata mafuta kujipaka ulikuwa huna. Sio kama ndio vizuri. Kuna wakati ulikuwa unatumia ile lugha nasema kubonge
Unazima, unavaa, ukija usiku unarudisha siku ya sherehe. Lakini leo Mungu amekubariki. Unavaa unataka. Unabadilisha unataka. Usikane. Kama kuna wakati wa kumtumikia Mungu kwa nguvu, ni wakati ambapo Mungu amekuinua. Vitumie vitu vyako kwa utukufu wa Bwana. Na unajua wakati tunapozungumza mara nyingi kutumia vitu tulivyopewa kwa utukufu wa Mungu, watu wanafikiri ni kuleta kanisani ndio utukufu wa Mungu. Tafsiri ya msingi hii. Vaa vizuri kwa utukufu wa Bwana. Jenga nyumba nzuri kwa utukufu wa Bwana. Yaani uwe na kitu kizuri. Hiyo ndio tunaita nini? Tumia kwa utukufu wa Mungu. Kwa kutumia kwa utukufu wa Mungu sio kukusanya mali zako kuleta kanisani. Ni kufanya kitu ambacho kila mtu akipita anasema hakika huyu mtu ana Mungu. Hakika Mungu amebariki huyu mtu. Maana yake watu wanamrudishia Mungu nini? Utukufu. Visha watoto wako kama una neema ya kuwavisha. Watu wakiwaangalia wanamtukuza Mungu. Hiyo inaitwa kufanya kitu kwa utukufu wa Mungu. Wakolosai wanasema kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana. Maana yake fanyeni kwa kumtukuza Mungu, kwamba Mungu hichi ninachokifanya, hata kama ni choo na jenga, hata kama ni kitu nimekifanya cha kwangu kwenye maisha yangu, naomba kile ninachokifanya watu wakikitazama kwa kutukuza Mungu. Ionekane uhai wa mtu hapa. Usifanye tu kitu bla unafanya kana kwamba unakufa kesho. Tunaona pamoja. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 11 na kuendelea. Anasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake zilizokuwa leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri. Sema amen. Yaani wapendwa, Mungu akikusaidia jenga nyumba nzuri. Tena usijenge kama yako. Wala usijenge kama ya fulani. Jenga yako kama yako. Hiyo italeta competition kiasi kwamba mtu akija hafananishi nyumba na nyumba yake. Usione wale ndugu zangu wanasema jenge kama ya fulani. Hiyo ni kukosa maono. Kwani jenge kama ya fulani? Hata kama ni mtatu, jenga yako kama yako. Utukufu wako. Mtu akija anaiangalia mara 3 mara 4 haifanani na fulani. Na huo ndio ushindani pia saidia maendeleo. Tunakuwa pamoja. Mimi sio nimejenga nzuri kuliko kwangu, unanitia wewe nijenge nyingine nzuri kuliko wewe. Hebu nasikia hasira sana. Amejenga nzuri kuliko mimi na mimi nitajenga nzuri. Sasa siku nzuri itaishia wapi? Haleluya. Vizuri kama Mungu amekupa neema. Vizuri. Sio dawa. Nani atabaki siku vizuri. Fanya kwa kadri ya uwezo wako, kwa kadri ya utaua. Okay. Anasema utakapojenga nyumba nzuri na kula na kushiba. Maana yake kuna kula na kula kwenye nini? Kushiba. Niliwahi kula na sijashiba. Lakini sasa hivi nakula na kushiba. Lakini kuna kipindi kwa nakula sishibi. Kwa nini? Sina cha kunishibisha. Unafikiri nataka kushiba? Sina cha kunishibisha. Inabidi tuishi kwenye ile roho ya imani, jazia maji. Sasa unajua sio kwamba unashinda kwa sababu ukinywa maji baada ya kufurisha. Hiyo kwa sababu umeshinda unakuwa jazia maji. Lakini kwa kiwango ambacho nimeenda saa hii sijazii maji na kunywa maji kwa nidhamu yake na kula chakula kwa wakati wake. Sasa wakati unapofika kiwango kama hicho, angalia usikamsahau Mungu. Wala usikamdharau yule ambaye hana. Ni wakati wa kuomba hata ukiwa mezani. Baba, nakushukuru kwa sababu umetupa chakula. Wakumbuke na wasionayo. Umeelewa vizuri? Wakumbuke na wasionayo. Ili kupitia hayo maombi Mungu afanye kitu kwa yule ambaye hana kile kitu. Okay. Na utakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, ni mapenzi ya Mungu
ujenge nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Kwa lazima upingane na roho ya mauti inayokuzuia usijenge nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Hata wengine waje wakae, mimi inawezekana. Kuna mtu mmoja anasema sitakufa mpaka nijenge. Sitaki nijenge nife, nataka nijenge nikae ndani yake. Sasa kama unajenga nife, alafu mwingine aje akae, kuna faida gani? Yaani ninunue cha kwangu, alafu mtu mwingine aje atumie, alafu mimi niondoka. Ndio sababu mimi najaribu kwenye maisha yangu kung'ang'ana, si kwa sababu hivi vitoto. Ninajaribu kung'ang'ana kufanya kwa wakati nilionao, nitumie kwa wakati nilionao, nikiondoka na wao wang'ang'ane kuongeza cha kwao. Na wale watu walioishi kwa kutegemea mali za wazazi wao wamefilisika. Kwa hiyo nafanya kazi, baba naye. Tafuta kwa kuwa na uchungu na wewe. Na atasaidia baba yako asikupa mali usikasirike. Mwache aende zake. Tafuta kwako. Ile kumwambia mtu mmoja, hakuna kitu kizuri kama cha Mungu cha mama anaweza kuuza saa yote na kununua saa yote. Lakini viraka vya urithi vya kupewa, ukitaka kuuza mwanza vikao. Alafu na kwa kwetu umeachwa laana hakuuzwa kitu. Ukiangalia hakuna mali atakusaidia. Una maono ya kuongeza kingine haikuruhusu. Kwa hiyo usipange. Na makundi ya ng'ombe yako sababu kuna 3. Na makundi ya ng'ombe yako na kondoo katika ya kondoo yatakapoongezeka na fedha yako yatakapoongezeka na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulichonacho itakapoongezeka, kwa sababu kuna nini? Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya nini? Ya utumwa. Maana Mungu amekuahidi utaongezeka. Mungu amekuahidi kila kitu utakachofanya kwa mikono yako Mungu atakiongeza. Lakini kadri baraka zako zinavyoongezeka, angalia baraka isitenge na Mungu. Usije ukaiabudu baraka kama Mungu awe na sehemu yake. Fanya kazi kwa kadri Mungu anavyokujalia, lakini isichukue muda wako. Haleluya. Angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Kumbuka tu point ya 6. Kitabu cha Timotheo wa kwanza turudi mlango ule wa 6. Na mstari ule wa 17. Maandiko yanasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasitumaini utajiri. Biblia inatambua matajiri, lakini Biblia inaweka onyo. Anasema wale walio matajiri wa ulimwengu wa sasa. Biblia yako imeandika namna hiyo? Nauliza, Biblia yako imeandika namna hiyo? Wale matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize. Na mimi naomba niwaagize kanisa. Mimi na mimi ni matajiri. Maana Mungu amekujalia afya. Mungu amewapa neema kufanya kazi. Kama sio tajiri wa leo, ni tajiri wa kesho. Anasema na waagize walio matajiri wa sasa wasijivune. Yaani utajiri ulichonacho isikupe kiburi. Usijivune kiwango Mungu alichokuinua nacho, usiwafanye wengine wakose amani. Hata kama Mungu amekuinua kimafuta kila gani, jifunza kunyenyekea, ndivyo baraka za Mungu zinaendelea kwenda. Anasema usijivune, maana yake usijivune na kile ulichonacho ukafikiri itaisha. Shida moja ni kusaidia. Huwa kuinuka mapema ni gharama kubwa sana, lakini kupoteza ni kitu rahisi. Kwa sababu Biblia inasema kila ajikwezaye atashushwa, lakini kila ajishushaye atainuliwa. Kwa hiyo kunawezekana
anasema okay, wala wasitumaini utajiri wao. Kwa hiyo hatupaswi kutumaini utajiri kana kwamba ndio imebeba uzima wetu tukamwacha Mungu. Anasema bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Haleluya. Mimi naipenda Biblia. Ili tuvitumie kwa nini? Kwa furaha. Sasa kila mtu ana furaha yake. Mwingine fani ndio furaha yake. Mwingine kwenda sipu ndio furaha yake. Mwingine kwenda kutembelea kwenye mbuga za wanyama ndio furaha yake. Biblia inakuruhusu kwamba ili vitumie vile Mungu alivyokupa kwa nini? Kwa furaha. Lakini kabla ya kuvitumia vile ambavyo Mungu amekupa kwa furaha, cha kwanza kabisa nakwambia usije ukajivuna nacho, usije ukamsahau Mungu. Kwa sababu hiyo ni hasira kabisa ambaye Mungu anaweza kumwakisha. Haleluya. Jambo la 7 kwa wale ambao wanaendelea kuandika. Jambo la 7 ambalo inaweza kumfanya mtu kulikana imani, au sababu ya 7 kulikana imani, tutaendelea nayo Jumapili.